Murarari wa Muthingi TV gugeithia na gunyite ugeni ni tariki 22 mweri wa mugwanja mwaka wa 2023 ni muhoko wakwa ati kiumia giaku ni gitindite kana hihi uraina kiumia kiega ni muhoko wakwa ati muthenya waku ni urathi na mbere kuinikirira wega nie na nene ndagioka nigetha gutware kuria iharo-ini kumenyithia uria ciana cia atumia ciragithie na mbere kwigarika na uria maundu magikorwo makihana weekend ino kana hihi twaranĩria mwena wa Facebook ni Muthingi TV na bana wakwa ni Wambui Njau ngoro ngikumenyithia mamwe wa maria atugikuharĩrĩirie na maria tugikoretwo tugitengerania namo iharo-ini hwaĩ wa ira kuria mwena wa Mathako mundu gwitwo Faith Kipyegona na aikorwo akiandikithia kiria kieru kana ni aikorwo akiandikithia record njeru mundu gwitwo Omanyala onake ni aikorirwo akiandikithia record njeru eta Mukenya wa mbere ikorwo akihotana abisika cia Diamond League aikorwo agituika Mukenya wa mbere ningi Madonga akire guku kana mundu gwitwo mtu kazi mwenye boxing mundu gwitwo Madonga akire guku bururi-ini aikorwo ikinya nigetha akorwo akimenya kana hihi makorwo magithimana na mundu gwitwo Daniel Wanyonyi kuma guku bururi-ini ningi anitukuharĩrĩirie uhoro wegie golf tugukorora mena ngurani iria golf iragithie na mbere guikorwo ikihanika ningi rugby aria makire wa miaka 20 no iragithie na mbere kuria akiharo-ini kia Nyayo National Stadium kuria team ya bururi wa Kenya ona thenge wa kunyitoga ni betika ici team ya Kenya ikirikirigia gukiri gikundi-ini kia B ugo ni kuga ati team Kenya ni turabatara gukorwo tukihotana betika niguo tukorwo tugiti maikundi ningene Mary akire no dio mweru kuna ati naikorwo akiandikithio ni kirabu kuthake gukorwo akiehererio thitango ni igoti ria Chester ona kure mwena wa England thutha wake gukorwo agikirwo ni ahamire kana hihi ni nyitire Kenya mwiretu wa ukuru wa miaka 20 na kio kirabu kia Manchester United akire na goalkeeper mweru thutha mundu gwetwo David De Gea gukorwo akieheria ane urarigwo ndaikorwo ngimwita David De Gea niki andu ingi magithomaga De Gea no ugithoma wega ni David De Gea ndihagoro ngiguthomithia ningi World Cup ya mwena wa Nyarari ni iragithie na mbere mau no mamwe wa maria atugikuharĩrĩirie no rukuhinda riri itanathie na mbere twaranirie mwena wa Facebook ni Muthingi TV mwena wakwa ni Wambui Njau na nie ngetika kairitu ka Mathako kana Wambui Njau na tukirika iharo-ini atwambie na ici ciege mundu gwitwo Faith Kipyegona kuria araikorirwo akihotana betika kana hihi akihotana ihenya ria miles kuria araikorirwo akiandikithia record ino na ndagika 4 na sekondi 7 kuria Faith Kipyegona aikorwo akiandikithia record ya gatatu handu-ini ha mieri 2 thutha wake gukorwo akiandikithia record o ingi ngaragano cia Diamond League ari ihenya-ini ria mita 1500 na ihenya ria ngiri kana hihi ihenya ria mita 5,000 ugo ni kuga Faith Kipyegona ni araikorirwo akiandikithia record njeru ya miles haria araikorirwo kana hihi record ino ya miles kana ihenya ria makiria ma mita 1,500 record ino ikoretwo ikinyitirirwo ni muiritu wa kuria bururi wa Netherlands mundu gwitwo Sifan Hassan na yaguku bururi-ini enyitirirwo ni mundu gwitwo Helen Obiri na mwerekeri wakwa aikorwo agituonia mundu gwitwo Faith Kipyegona nige turia ngaragano ici ciege Diamond League mundu gwitwo Ferdinand Omanyala kana the fastest African man na aikorwo nake akihotana ngaragano cia mita 100 thutha wake gukorwo ikomia kana nguthi ya bururi wa Botswana mundu Tebego kuria mundu gwitwo Ferdinand Omanyala aikorwo akiandikithia na kana hihi na second kenda niho mundu gwitwo Omanyala aikorwo agitengera ihenya riri ria Diamond League kuni mwena wa Monaco na tukiherera icio ciegi Faith Kipyegona twigire betika-ini cia good
Korea mudo wetu Madonga kuma furuni kana Karim mtukazi Madonga kuma furuni wa Tanzania nera ikinyirie goko fururi-ine ya kana hi itanya riake akora ikinya goko fururi-ine ne gokoro agithima na hinya ana mudo wetu Daniel Wanyonyi wa kuma agoko fururi-ine betika-ine kana betika iri ya keri thutha wake kana thutha wa gokoro magicemania kuria nyumba-ine ya mishemanio ya KICC kuria mudo wetu Karim mtukazi aikorwa kihota mudo wetu Daniel Wanyonyi. Mungu kwanza amenijalia nimefika Kenya salama na nimekuja liko vizuri na najisikia raha Kenya kama nyumbani sasa, kwa sababu pia Tanzania nataka kusema kwa mama, Kenya kwa baba. Mimi niko vizuri, tumejiandaa vizuri na nimejipanga vizuri. Kawaida wanasema siku zote, yani ukisema tunaandaa vita basi ujue na wewe ujipange na timu yako. Kwa hiyo mimi uhakika kabisa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu niko safi, na huyu Wanyonyi lazima tumpige tu. Kivyovyote vile anataka anapigwa, ataki anapigwa, kwa sababu tumeletea slogan mpya. Mara kwanza tumeletea Sugunyo, sasa hivi tumeletea kuna ngumi imetoka Urusi inaitwa Kingugi. Kitu kinachosimika huwa akirudi nyuma kinakwenda mbele tu. Lakini yeye kama amejiandaa kwa kazi yake, lazima aipambanie kazi yake. Mimi Mandonga mtukazi ni mtu wa kazi tu. Ndio maana nimekuja Kenya na nikijua nimetoka Tanzania, nimekuja kuwakilisha taifa langu. Kwa hiyo akaa akijua, yani mimi akinipiga kama nimempiga, nikimpiga nimempiga tu. Mandonga mtukazi ni mtu wa kazi. Kwa hiyo nimekuja kikazi, lazima ijue hii Kingugi imetoka Urusi. Haijakuja kutembea kule, imekuja kufanya kazi. Shukuru sana washabiki wa Kenya wakinipenda sana na mimi nawapenda pia. Kwa hiyo nawakaribisha siku ya tarehe 22, siku ya Jumamosi, waje waangalie burudani. Yaani wakaangalia ya aina mbili. Wakiona Mandonga amepigwa wasife moyo, ni michezo ilivyo. Na wakiona Mandonga ameletea zawadi tena kwa mara nyingine, wafurahie zaidi. Kwa hiyo naomba washabiki wangu waje kwa wingi na wawahi mapema, wakate tiketi mapema ili waje kushuhudia burudani. Kipigo cha paka mwizi aende kukutana nacho Wanyonyi. Kipigo kitamuhusu tu. Yeye arukeruke afanye nini? Mimi nimeshachukua mpaka timu yake. Ile hingo ya Matere nimeshachukua. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba mpaka sasa nimefika Kenya na nimeweza kupokelewa katika utaratibu mzuri. Naamini kabisa promoter amejiandaa vizuri kutuandalia fight yetu, na promoter yuko sawa katika promo. Kwa hiyo na mimi nazidi kumchangia maoni. Kama hivi nimeshafika bondia, akaa akijua kwamba Mungu amesaidia, yale anayokusudia yametimia. Asa aandae tu mapambano zaidi, aandae promo zaidi, aandae sehemu nzuri za kupimia uzito. Watu washuke, wajue Kenya Mandonga imekuja tena kwa mara nyingine tena. Atreshi Madonga na gudi yake ya Sugunyo betika na egokoro igithakirwo kuria mwena wa Sarit Center guku ni mwena wa Westlands guku ni county ya Nairobi kuria area ya maikoro magitungana ngaragano-ini ya keri tukoro tukiona uria mundu gwitwo Wanyonyi makihariria. Mimi na slogan nyingi, kwa sababu hata nilipotoka Tanzania nilimpiga Malawi, nilimpa ngumi yake moja inaitwa Kitimbu Yaya. Sasa baada ya kuja kwa Daniel Wanyonyi, baada ya kuona ile ya Urusi Ukraine ile Sugunyo imewekea dawa, sasa ikabadilisha chap, ikaingia Urusi, imekuja na slogan nyingine mpya inaitwa Kingugi. Hii Kingugi ikisimika chini hata uje na greda haiwezi kutoa. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nakula vizuri, nafanya mazoezi kwa wakati. Mandonga mtukazi ni mtu wa kazi. Mi kazi works time. Yaani hapa yenyewe nikimalizana na Wanyonyi na kwenda kumua huko tarehe 29. Sio mtu wa kupoa. Naenda Mwanza tarehe 29. Kwa hiyo hapa nishatangaza vita vitatu. Nimetangaza na Malawi, nikamalizana naye. Nimetangaza na Wanyonyi, tumekuja kulimachi. Alafu nikitoka hapa naenda kumalizana na Mganda Mwanza. Kwa nyuma yangu hiyo yote popote pale napita niambia raundi Wanyonyi usituangushe. Hiyo ni kuonesha kwamba kila mtu anataka ushindi. Kwa hivyo yangu kesho ni must win, na hakuna kitu kingine, hakuna barali ya kusema kulose. Kila kitu kesho ni ushindi. Kwa hivyo mashabiki wangu wote waambia ukuje kwa wingi kesho,
wasiwe na pressure, kwa niwachie na nawaahidi ushindi kubwa sana. Karim Mandonga ni bondia, kwa wale mabondia nimecheza nao, ni bondia tu wa kawaida, msiwe na uoga. Kujeni, nimejitayarisha vizuri. Hii ngumi ninayo natumia hii inaitwa dusra ya kushukisha. Na uzani wake ndio mzito sana. 250 kilo, si kidogo. Ukiangalia Karim Mandonga ametoka kilo 86. Kwa hivyo hiyo tayari ni overweight. Nikimwekelea hiyo 250, hiyo ni kesi. Ndio maana nasema kukutana kotini na daktari. Ndio iwe mwiroreri wakwa mundu gwitwo Mandonga na raigua uria araikorwo akiaria na mundu gwitwo Wanyonyi akithutha wake. Ndio hihi we wita Mukenya, typical Kenyan, ndio nikikorwo gika no tutaguthie na mbere kana hihi tutakweherera mbitika ici cia ngundi mundu gwitwo Wanyonyi na ikorwo akihurwo njeki kibesha ni kana hihi korwo agithie gucemania Mandonga kuhurwo njeki gwake kibesha. Fight. It's going to be the biggest boxing fight of the year, and logistical planning is underway. Mandonga arrives tomorrow evening. We have a fight week schedule which are going to avail to the public via social media channels, and on the fight day, fans to attend and come and support our Kenyan fighters, because boxing has been neglected for a long time, and we want to demystify boxing, to tell people this is also part of entertainment, and at the same time there are people who depend on it for livelihood, and they're talented, but they've never been given a chance to showcase their talent. The event today was for us to issue the check, show support to both the promoter and the fight itself. It is important more so to us because we have made a commitment to diversify our involvement in sports. The 1.5 million basically for the most part goes to paying the boxers, that is in prize monies, and also some logistical support for the event. Cha kwanza maandalizi yamekuwa sawa, hata vile tunaongea hivi hapa tuko gym, na kwa sasa nafanya tu ile kupolish ni kila kitu niko tayari kwa ile bigano la Sato pale Center tarehe 22, marudiano baina yangu na Mandonga. Nariu tukieherera icio ciĩgiĩ mũndũ gwĩtwo Mandonga na Wanyonyi, rĩu tũingĩre mbĩtĩka-inĩ cia tennis. Bũrũri mbĩtĩka-inĩ ici arĩa marĩ thĩ wa mĩaka 12 nĩ raumire gũkũ kana nĩ maumire gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo kũnyita itemi mbĩtĩka-inĩ kana hihi kũnyita itemi mbĩtĩka-inĩ cia gĩtarũ kĩa Afrika ya irathĩro iria kana iria iharĩirio bũrũri-inĩ wa Uganda, kũrĩa itanyĩtwo gũkorwo ikiinĩkĩrĩra kana gũkorwo ikiinĩkĩrĩra mũico-inĩ wa mweri ũyũ. Timu ya airĩtu nĩ maratanya kana gũkorwo makĩginyanĩra gĩkombe gĩkĩ, gũkũ imwana igĩtanywo kũhotana mwaka wa 2020. Na tukamendithĩria ũhotani cia aya makirithi wa miaka 12. Tugithie na mbere atugire mbĩtĩka-inĩ cia kĩndũ gĩgwĩtwo golf, kũrĩa bengi ya NCBA maharirie kana hihi nĩ maharirie ikereka rĩngĩ rĩa golf thutha wao akithia ikereka rĩu rĩngĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Uganda, kũrĩa marakiuga nĩ makeneire mũno nĩgetha maikorwo makinyitanĩra na customer ao kana na aigithia ao nĩgetha maikorwo magĩthiĩ na mbere gũkũria mbĩtĩka gũkũ bũrũri-inĩ. Who participated in today's golf event, as well as those who won, and of course those who lost. The action on the golf course today was competitive, and we are glad to see the golfing standards go
with each and every leg of this series. We are proud to partner with a group of people who have been so dedicated to achieving excellence in their lives and in their businesses. A hand clap for that. We value our customers' trust, and thus this golf series gives us an opportunity to showcase our commitment to providing them with solutions that help them achieve their goals. Na ripoti hiyo ya figi ya NCBA irahe kanya gakwa mbere gukorwo agihomuka no itanahomuka ngorwo ngirora andumiriri ciganona cia news cia ria maikoretwo magitika register na ria maikoretwo makiingira na ndona mtu Murigi job rogatani kabisa mudogo ta Wandia Mwangi Metameta all the way MC kama uwajari organizing the bulletin na tumeona hivyo ni ati ni wako mithia roho wa confusion tuimetameta cia Mathako mudogo to MC kama wajeri ni gatho muno ni gutwirorera mudogo to John Kinyozi wa Master na enda ikorogi kuona MC kama wajeri no ndakuona rege na mudogo to kama Musenegu roga pamoja sana hapa kagera mwiriri yake ya Mwangi division Gatondo South atavye na mbere kwaraniria ku muno wa Facebook ni muthingiti mwena wakwa ni Wambui Njau eno ni Metameta ya Mathako twambe tuhumuke ni turashokereria twi farafara-ini tugitwikania ngongo na ngongo gutigirira we mwiroreri witu wa tabarira ya ikumbiri ya umatho ni twakurehera utaukiru thiini wa biacara ino ni tabarira ya ikumbiri ya umatho iria turi kurehagira muthenya wa gatatu kwambiriria thaa 2 kinyagia thaa 3 cia utuku Goko kwa Muthingi TV kihumo gya gutherema nani gikurehera ngetwo Muthoni wa Wambugu Nyarari Right. Asante sana maridadi dono dande ka sort dikha ala na this time round mambo yameweza kuchamuka hapa ndani ya Muthingi TV mwanzo this time round action movies Kihindi series zote papa kwa hapa live director ndani mwa Muthingi TV ni kila siku ya Monday. It's a wasteland. Tuesday. And now I am the man who's going to break your family. Wednesday. Na kila siku ya Thursday papa kwa hapa live in director nikikuletea zile movie brand new na ambazo ndugu brother mpenzi mtazamaji utaweza kupenda. Make a data, keep the timer. Ni kila siku mwendo wa saa 4 nyakati za usiku Monday to Thursday papa kwa hapa ndani ya Muthingi TV na ukikosa baba na kuambia utakosa makuu. Kuhagira riko na kuihura ni ifataranagia kugia na rangi na munugo mwega niguo ikaguciriria mucirei na nikio nyumba ya Mugikuyu ndiagaga itaha ria kugagura mugeni tabarira-ini ya itaha ria maitu tugutaraga njira ya kuruga irio ngurani na onawe ugakenerera urugi waku nyitanagira na Njeri wa Nyakio o kiumia thaa 9 cia hwaini tukirunga thiri cia urugi guku kwa Muthingi TV kihumo gya gutherema. Muturire-ini uyu ni gutokana na andu mithemba yothe anini akuru akeni na amwe maihoretwo ni ihoru no haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno
kieha kana matena mundu anakiruka. Ta mwana nĩ ndatwĩkire so embarrassed na hau nĩ ndakorirwe no tho mũingĩ mũno towards my mom. Ndakĩmenya ngoma nake tikĩhĩ. Ndakĩmenya nake ngoma tikĩhĩ. Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tabarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Nitwacokereria guku ni kwa Muthingi TV ino ni Metameta ashia Mathako niria kwa getika Wambui wa Njau kana wanyendo kajita that sports girl na kuria ndirakuthie na mbere gukuria na gitio twaranirie kwa mwena wa Facebook ni Muthingi TV naguo mwena wakwa ni Wambui Njau na tukithie na mbere na ripoti cito cia Mathako kutuingire nginya kuria kaunti-ini ya Mombatha kuria ngaragano cia golf ni tanyitwo ngoro ikihanika kuria ngaragano ici cia golf ni ihuritwo kana hihi ni ihuritwo njeki kibesha niguo ithie na mbere kana hihi ikorwo igithie na mbere na kana ikorwo ikihanika kuria itanyitwo gugikorwo ikirehe hamwe mabũrũri ngũrani kuma kana hihi mabũrũri ta Uganda, Tanzania na Zimbabwe. Play for the first day and the last day, which will be on the 23rd, we will have a cut, and the first 48 will compete for the prizes. And this year we have the cash as much as 20 will get cash prizes. We expect Ugandans, Tanzanians, and also the Zimbabweans who are also contenders. They are open to come and play this tournament. We for the amateur golfers and also for the ladies, there are quite a number who are coming from Tanzania. So we expect them to be here with us, and they are all welcome. And you talk about Barry Cup started way back in 1913. We will be holding our 103rd tournament this year. The only years that Barry Cup was not played was when we had the Second World War, and in 2020 when we had the COVID-19 pandemic. Na tuyo beteka inichi cia golf turore muruto wa university uretwo Krish Patel na nsugitwo ta muhotani wa beteka cia golf cia Kalmar Open iria cirathitagirwo kiharo-ini kia golf mwena wa Nyali no county nino ya Mombatha. Patel aragikorwo kimathira points 43 na kuhota athaki angi 180 hari beteka iria ciraikorwo igithaka na hihi iria ikoretwo ikihurwo njeki kibesha ni kambuni ya Power Path. A small speech on how he did it, while the rest of them were struggling, including his dad. He wanted to give you a chance to win. The tournament sponsored by ourselves, Papas, and Kalmar, our principals, who are the world's leading port equipment manufacturers. And we are agents here, Kenya, Uganda, Tanzania, Djibouti, Eritrea, Zanzibar, and we do market their equipments here.
First of all, golf is my game. And we want to, because this is a very good marketing place, and we will be holding more in Tanzania, Uganda, Zanzibar. There is one coming up, Nairobi. So we going quite most of Africa places we are going to hold golf tournament. Other places would be other sports. We'll definitely get into it. Atukiherera abetika cia golf tugire ngina ngaraganine cia rugby kuria betika cia rugby yare makirithi wa miaka 20 nirathie na mbere kuhanika kiharoini kia Nyayo National Stadium kuria ngaragano ici ikirehete mabũrũri ngũrani guku bũrũri-inĩ kuria betika ici citanyitwo gukorwo ikiinikirira kana hihi gukorwo ikiinikirira mwisho wa mweri uyu. Na turio beteka-inĩ ici cia mũbira wa gonya kana nĩguo wĩtagwo rugby team ya bũrũri wa Kenya magĩkĩrĩtwo gĩkundi-inĩ kĩa B na kũrĩa ngaragano kana hihi beteka-inĩ ici nĩ team ya bũrũri wa Kenya ikĩrĩ kana hihi nĩyo ikoretwo ĩrigĩtie kuona atĩ ndĩrĩretiria marũrũ ma beteka igĩrĩ iria magĩkoretwo magĩthaka. Ũguo nĩ kuga atĩ team ya bũrũri wa Kenya angĩkorwo nĩ ĩrabatara gũkorwo ĩgĩtiria marũrũ kana hihi gũkorwo ĩkĩrũga mĩthako ya ikundi no nginya ĩkorwo ĩkĩhotana beteka yao ya gatatũ ona thengia wa ũguo Curtis Olago na ũrĩa akĩrĩwe nyabara wa team ĩno nĩ ĩkoretwo akihe kana hihi nĩ ĩkoretwo Kenya mwĩhoko kũrĩa kiugĩte team ya Chipu kana team ya bũrũri wa Kenya nĩ gũkorwo ĩgĩka wega. Ũririkanĩte team ya Chipu maraikorirwo makĩhũrĩra kana hihi maikorirwo makĩhũrĩra kambĩ yao ya zoezi kũrĩa mwena wa Kasarani. Tugithie na mbere turore uhoro wigie beteka cia mathukuru kuria team ya cukuru wa Musingo maikorirwo magikomia team ya Kibabi kana Gibabi ikorwo uguo nigo magita kana hihi uguo niguo gikuyu gikorwo gikimita no tukumita Kibabi kuria maraikorirwo makihotwo beteka-inĩ yao ya Kagi kana beteka-inĩ ya mubira wa Kagi atikorwo tukiona uria manyabara a team icigire maraikorirwo makĩhotwo team ciao beteka ici ira ikorwo igithakirwo kuria mwena wa county ya Laikipia mwena wa Nyahururu. Friends wetu wamepata chance second half, wameitumia chance moja wametufunga, so nataka tu focus kwa next game ambayo tutacheza kesho. Teams za Bungoma, the times we used to meet them hata nikiwa Kakamega High School ilikuwa timu ngumu sana. Mostly timu ya Bungoma iko rahisi. Turio ngaragano ici cia thukuru cukuru ma secondary kana hihi beteka ici nĩ gĩkoretwo igĩkinya ikireka-inĩ ria quarter finals na tukorwo tũgĩkĩrora ũhoro kana ũrĩa kana arũgamĩrĩri na athondeki a beteka kana hihi arũgamĩrĩri a beteka ici ũrĩa maikoretwo makiuga na marĩa maikoretwo makiona ũhoro wĩgiĩ ngaragano ici makoretwo kana hihi makiuga atĩ beteka magĩthondeka team ĩrĩa igaikorwo ithakĩra bũrũri ũyũ mahinda mokĩte.
The only thing I will call upon the teams and the schools, I can see a lot of talents among the young people. I would wish that the schools in one way or the other to come together to form an academy out of these sports, because these youth need to be given a chance. We need to develop the talent, and as a county, we are developing a academic talent center where the best students from our county will be trained and marketed for their talent. Mathukuru gukorwo igikinya quarter finals ni iraikorwo igituhe akanya ga gukorwo tugikiria kana hihi tugikorwo tukihomuka no tutanathie kuhomuka ngorwo oninge ngirora mbejeka kana hihi ngorwo ngirora ndomereri cianyu kuria mwena wa Facebook mundu gwitwo Kamau Musenangu ni ndaikorwo ngikuona Kariuki wa Ndwati ona urakorwo kiuga ni ndai turaikorwo tukiruta wera mwega tuthie na mbere kwaraniria kwa mwena wa Facebook ni Muthingi TV anaguo mwena wakwa ni Wambui Njau ndaikerekaniria kere tugikorwo na kana hihi tugikorwo na andu tugikorwo tukiaria nao uhoro wigie mbeteka guku bururi-ini kuona ati ngaragano kana hihi ngaragano ciothe ni gukorwo igicokereria mweri ukite hihi ni mariku turaikorwo tugitanya na hihi weri ni timu iri kuraikorwo igitanya kana timu yaku uratanya igaikorwo igikatia ninge tugikorwo tukiaririria uhoro wigie jazi jero kuona ati timu ya Arsenal vai kalwa makiuga marute pagitaga ati heke gunyo kiari ho kiari kiangi atagecagi heke gunyo kiari ho kiari kia green yeguo we maraikorwo makiuga kana ni maraikorwo makihe motivation nikigunyo kiu gukorwo makiruta jazi cia away udikiwe kana hihi ndo Arsenal ni mugwikia mahiga no uguo niguo kiria yanyu ya away ikihana kana hihi packet ino ya sukari wa Cabras niguo jazi ya timu ya Arsenal ikihana ntugikorwo tukiaririria uhoro wigie jazz ntugikorwo tukiaririria uhoro wigie team na ningi tugikorwo tukiaririria maundu maingi megie mithako agoko bururi-ini uguo ndukanyeganyure mutambo waku ana ndiracokereria kuhagira riko na kuihura ni ibataranagia kugia na rangi na munugo mwega niguo ikaguciriria mucirei na nikio nyumba ya Mugikuyu ndiagaga itaha ria kugagura mugeni tabarira-ini ya itaha ria maito tugutaraga njira ya kuruga irio ngurani na onawe ugakenerera urugi waku nyitanagira na Njeri wa Nyakio o kiumia thaa kenda cia hwaini tukirunga thiri cia urugi guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema twi barabara-ini tugitwikania ngongo na ngongo gutigirira we mwiroreri witu wa tabarira ya ikumbi ya umatho ni twakurehera utaukiru thiini wa biacara. Ino ni tabarira ya ikumbi ya umatho iria turi kurehagira muthenya wa gatatu kwambiriria thaa 2 kinyagia thaa 3 cia utuku guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema nani gikurehera ngetwo Muthoni wa Wambugu Nyarari. Mathako marefeta nyimbo cia unduire
tũcunjĩ twa Bibilia. Akĩendagwo nĩ Ngai ona andũ. I was coming. Hĩndĩ ĩrĩa ndakamaga. Nyitanagĩra naniĩ MC Hype Jemo o Juma kwambĩrĩria thaa 2 nginya thaa 3 cia kĩroko. Tũgathoma, tũgakena na tũgacanjamũka. Kiroto kiumanĩte na Ngai gĩkoragwo gĩa kũguna mũndũ kĩũmbe. Jesu nĩngwendete wewe wakwa. Ikalawa ni kwiyumba pamwe na mumo wa Ngai nakubo dino ni kwenda mulo Lord, I lift your name on high. Ngefiti ne muremi muramati. Ugakoragwo na niĩ nĩguo kũbundithia maingĩ. Ũhoro wa ũrĩmi wa irio ũrĩa ũkũiga ng'ombe na ngũkũ na nyamũ ciaku wega, ũrĩa ũkũhota kũnyitanithia tekinoronjĩ nĩguo ũhote kuona indo igũgũteithia ũthiĩ na mbere na ũrĩmi ũkũrehere mbeca. Tũgĩe na mwago, twĩkenere tũgĩthomaga na mũndũ gũtũma Njoroge Gatũndũ nĩ ũndũ gĩbindi kĩretwo kĩ mũrĩmi muramati. Nako kagũrũ karĩime gatihana karĩ mũhu nake mumagari nĩeyonagĩra. Ndutaga wĩra wa kwendia hema, mĩgeka na ngũnia. Ũcio nĩ wĩra ũrĩa ndiraga naguo gũkũ nĩ wĩra. Nĩtũtambũraga kĩyo gitũ na thabarĩ itũ mĩethere-inĩ. Akai kũnyita ũgeni gũkũ kwa Mũthingi TV. Nĩkĩo nĩtũgĩcemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri tũrĩ na mwĩhang'ĩri witũ agĩtũtirithia thabarĩ yake kinya hau akinyĩte. Yandĩkwo nĩ mũthuri wĩho, yandĩkĩtwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo. Nĩ o gũkũ ceceni-inĩ ya Mũthingi TV na niĩ Mwangi wa Mũrugi. Hihi nĩũĩ nĩrĩ marĩtwa ta your honor, acquittal, accused, conviction mahũthĩkaga? Nĩũĩ makinya ma gũkinyũkia nĩguo wone kĩhoto gĩaku kana kĩa mwana waku? Kĩhoto kĩa mwĩkwĩrwo nĩ kĩrĩkũ na tũngĩgĩkinyĩra atĩa? Tabarĩra-inĩ ya watho kĩgeri-inĩ tũgakũhe kahinda ga kũria kĩũria na gũtũhe woni waku. Na nĩkĩo marathi makoragana na nĩkĩo marathiĩ nginya makoraga ciana ici. Ũrĩhĩte nyũmba rĩ, wĩna freedom ya gwĩka maũndũ mothe tondũ nyũmba ĩyo nĩ yaku nĩ ũrĩhĩte. Nyitanagĩra na niĩ your lady wa itherero wa Njoroge thĩinĩ wa tabarĩra ya watho kĩgeri-inĩ tũthome na tũhĩge hamwe ici ciĩgiĩ watho oro ũndũ ũmwe na kĩhoto gũkũ kwa Mũthingi TV arĩkĩo kĩhumo gĩa gũtherema. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ ũgũtũngana na andũ mĩthemba yothe, anini, akũrũ, akeni na amwe maihoretwo nĩ ihoru. No harĩa yothe gũtirĩ ũtarĩ karũgano gake ka gĩkeno, kĩeha kana matĩna mũndũ anakĩruka. Ta mwana nĩ ndatuĩkire so embarrassed na hau nĩ ndakorirwe no thũ mũingĩ mũno towards my mom. Ndangĩmenye ngoma nake tikĩhĩ.
Rekio menye nake ngoma tikihi. Nikio nie Njeri wa Mwanki tukite na tabarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe ni o Juma thaa 2 cia hwaini guko kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Na nitwacokereria guku ni kwa Muthingi TV. Ino ni Metameta cia Mathako niria kwa getika Wambui wa Njau kana wanyendo kanjita that sport girl atithie na mbere kurukana hihi kumenya uria iharo-ini cikarite no tuthie na mbere kwaraniria kuu mwena wa Facebook ni Muthingi TV naguo mwena wakwa ni Wambui Njau na tucoke iharo-ini kutuingire nginya kuria kaunti-ini ya Kakamega kuria aikari a Ikolomani ni mena undu wa kuyuria kana hihi mena undu wa gukorwo magikenera thutha wao gukorwo magiakirwo kiharo kia Malinya kiria githi kana hihi kiria kirinyitaga ugeni mbetika ciothe kaunti-ini ino kana hihi cia itura riu thutha Sport Kenya gukorwo makiranira gukorwo makirikia agia kindu gigwitwo kana hihi kiharo kia Malinya kuria mundu gwitwo Bernard Shinali arwe mubunge wao akoretwo akiuga ati ni magukorwo ni agikorwo akirora nginya kiharo kiu ikorwo igithie na mbere gwakwo kana hihi githie na mbere kana githie gikorwo giarika gwakwo. Mama wangu huyu niko na wewe Nigeria facility is a very big complex. Nakorera mashwaranga ali umpira hakari anduare mkikisha gondo bakwa kumanya bakoba sabali. Na kiwanja ambacho tunataka tujenge hapa, ningependa tu kuwafahamisha kwamba sio kiwanja cha mpira football ama sio kiwanja cha bullfighting. Sisi huwa tunasema multipurpose. Mtu anaweza kuja acheze netball hapo, mtu anaweza kuja afanye rugby hapo, mtu akuja avute kamba tag of war hapo. Iwe ni kila mtu, kila mwanamchezo anaweza kuja atumie kiwanja. Waheshimiwa pia wamesema hapa ni kwenu, na nafikiri tu ni ile kukumbusha contractor walikuwa wanamkumbusha. Ni mambo ambayo anajua kwamba ikiwa amekuja hapa wakati anaanza ujenzi, ni nyinyi wenyewe hapa, contractor anajua. Ijapokuwa kuna kazi zingine za hapa na pale, pengine watu wa kampuni yake na tugithie na mbere ni ati kirabu kihambataga ngaragano cia Kenya Premier League AFC Leopards ani mauritio gukorwo makiriha uria wari nyabara wao Patrick Sims muigana wa shiringi milioni 3 na nyongerera ya shiringi milioni 17 o ni thutha wao gukorwo magitagarara kandarathi yao na nyabara uyu uri kumite bururi-ini wa Belgium. Sims araikorirwo akinina kandarathi yake na kirabu giki kia AFC thutha wa kimera ya 2022-2023 gukorwo gikiinikirira kuria Leopards makirikirie mari namba 7.
Atugithie na mbere ondeke turuhutete meri matatu nginya kuria gitaru-ini kia ruraya ana turore mundu gwitwo Benjamin Mendy uria wahutagia gabira ga kurihwo ana kirabu kia Manchester City ona thengia kana hihi thutha wake gukorwo akiehererio thitango nikikena ni igoti Leicester Crown kuria mwena wa England mundu gwitwo Benjamin Mendy akiri no thio mweru thutha wake gukorwo akiandikikana agisaina kana akiandikithia kandarathi na kirabu kia Orient handu-ini ha miaka Mendy agikorwo agithakira kirabu kiu kiria kiambataga ngaragano cia League 1. Na tore icio ciĩgiĩ ũgũri na thũgũri wa athaki kirabu kia Manchester United kana kiria kinanagio the Red Devils ni marĩkĩtie kwandĩkithia nyakana goalkeeper wa kuma bũrũri-inĩ wa Cameroon mũndũ gwĩtwo Andrew Onana asainĩte kandarathi ya mĩaka 5 nĩ thutha wa ũrĩa warĩ goalkeeper wa kirabu gĩkĩ mũndũ gwĩtwo David De Gea gũkorwo akĩgĩa nĩ ũndũ wa kuga atĩ nyabara wa kirabu gĩkĩ Erik ten Hag na ekorirwo agĩthiĩ kũgĩra mũndũ gwĩtwo Andrew Onana. Nacio beteka cia imwe nyarari beteka cia World Cup mwena-ini wa nyarari no irathie na mbere kuria mwena wa Australia na mwena wa New Zealand kuria weekend ino maundu ti mahuthu kuona ati timu ya bũrũri wa Zambia maikorwo magicugana timu ya bũrũri wa Japan, America magorane na Vietnam na England macuganie na Haiti. Wewe ta mwiroreri ndio uraikorwo ugicambikira timu iriko mwena-ini wa nyarari mundu gwitwo murekeri wakwa kia gikorwo gituonia uria maundu magikaire kuu mwena wa World Cup. Amikatho nĩ gũthiĩ na mbere gũtwĩrorera gũkũ nĩ kwa Muthingi TV neno nĩ Metameta cia mathako niĩ ngetika Wambui wa Njau kana wanyendo kanjita kairitu ka mathako akora tũrathiĩ na mbere kwaranĩria kũu mwena wa Facebook nĩ Muthingi TV naguo mwena wakwa nĩ Wambui Njau na ndiĩ kana hihi nĩ ũraikoragwo ũkĩmenya atĩ ona nyarari nĩ maikoragwo magĩthaka World Cup to athuri tu maikoragwo magĩthaka mwena wa World Cup nĩ kwa ihinda rĩrĩ ngoro gitangaza msimamo ni Dave kuria mwena wa England ndaikoro support sister ya Reece James ono ko support Chelsea nyendete kairetu kaugeta gumundu gwitwo James sister ya uria uhabataga garagaro cia kurihwo na kirabu gya Chelsea mundu gwitwo Reece James sister yake oni aikoro githakira timu ya bũrũri wa England hihi we ndio aikorwo ugisupporta timu eriko no ni gukorwo ugitwira ru ndrenda aturike nginya ikereka riu ringi ikereka ria kere haria ngire na ageni aria tugikorwo tugitamugana aria tugikorwo tukiaria uhoro wigie beteka guku bũrũri-ini na nja ya bũrũri muno uhoro wigie thuguri kuona andu aingi ni maikoretwo magithama irabu-ini ciao mau nimo maundu mamwe wa maria tugikorwo atukihutia no kuindire njitekiria tu homuke angicokereria njokererie na ageni ndugathie kuraihu ane ndiracokereria.
ĩtũmagĩra riko na kũihũra. Nĩ ibataranagia kũgĩa na rangi na mũnungo mwega nĩguo ikagucĩrĩria mũcirĩi. Na nĩkĩo nyũmba ya Mũgĩkũyũ ndĩagaga itaha rĩa kũgagũra mũgeni. Tabarĩra-inĩ ya itaha rĩa maitũ tũgũtaraga njĩra ya kũruga irio ngũrani na onawe ũgakenerera ũrugi waku. Nyitanagĩra na Njeri wa Nyakĩo o kiumia thaa 9 cia hwaĩ-inĩ tũkĩrunga thiri cia ũrugi gũkũ kwa Mũthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Mathako, marebeta, nyĩmbo cia ũndũire, tũcunjĩ twa Bibilia, nyitanagĩra naniĩ MC Hype Jemo o Juma kwambĩrĩria thaa 2 nginya 3 cia kĩroko, tũgathoma, tũgakena na tũgacanjamũka. Kiroto kiumanĩte na Ngai gĩkoragwo gĩa kũguna mũndũ kĩũmbe. Jesu nĩkwendete wewe wakwa. Ikalawa ni kwiyumba pamwe na mumo wa Ngai na kubo tino ni kwenda mulo. Lord, I lift your name on high. Twĩ barabara-inĩ tũgĩtuĩkania ng'ongo na ng'ongo gũtigĩrĩra we mwĩroreri witũ wa tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa ũmatho nĩ twakũrehera ũtaũkĩru thĩinĩ wa biacara. Ĩno nĩ tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa ũmatho ĩrĩa tũrĩ kũrehagĩra mũthenya wa gatatũ kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 3 cia ũtukũ gũkũ kwa Mũthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Naniĩ ngĩkũrehera ngetwo Mũthoni wa Wambũgũ Nyarari. Nako kagũrũ karĩime gatihana karĩ mũhu, nake mumagari nĩeyonagĩra. Ndutaga wĩra wa kwendia hema, mĩgeka na ngũnia. Ũcio nĩ wĩra ũrĩa ndiraga naguo gũkũ Nairobi. Nĩtũtambũraga kĩyo gitũ na thabarĩ itũ mĩethere-inĩ. Kũnyita ũgeni gũkũ kwa Mũthingi TV. Nĩkĩo nĩtũgĩcemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri tũrĩ na mwĩhang'ĩri witũ agĩtũtirithia thabarĩ yake kinya hau akinyĩte. Yandĩkwo nĩ mũthuri wĩho, yandĩkĩtwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo. Nĩ o gũkũ ceceni-inĩ ya Mũthingi TV na niĩ Mwangi wa Mũrugi. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ ũgũtũngana na andũ mĩthemba yothe, anini, akũrũ, akeni na amwe maihoretwo nĩ ihoru. No harĩa yothe gũtirĩ ũtarĩ karũgano gake ka gĩkeno, kĩeha kana matĩna mũndũ anakĩrũka. Ta mwana nĩ ndatuĩkire so embarrassed, na hau nĩ ndakorirwe no thũ mũingĩ mũno towards my mom. Ndakĩmenya ngoma nake tikĩhĩ. Ndakĩmenya nake ngoma tikĩhĩ. Nĩkĩo niĩ Njeri wa Mwangi tũkĩte na tabarĩra ya rũgano rwaku, kagĩa na kamweke ga gũtwĩra marĩa wanagerera na gĩthomo kĩrĩa wathomire kũrĩ macio mothe. Nĩ o Juma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ gũkũ kwa Mũthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema.
Hihi nioe nere maritwa ta your honor, acquittal, accused, conviction mahuthikaga. Nioe makinya magukinyukia niguo wone kihoto giaku kana kia mwana waku. Kihoto kia mwikwerwo ni kiriko na tungigikinyira atia. Tabarira-ini ya watho kigeri-ini tugakuhe kahinda ga kuria kiuria na gutuhe woni waku. Na nikio marathi makoragana na nikio marathie nginya makoraga ciana ici. Urihite nyumba ri wina freedom ya gwika mundu mothe to nyumba yo ni yaku nurihite. Nyitanagira nanie your lady wa itherero wa Njoroge thiine wa tabarira ya watho kigeri-ini tuthome na tuhige hamwe ici ciigie watho orodumwe na kihoto guko kwa Muthingi TV arikio kihumo gia gutherema. Right. Asante sana maridadi. दोनों डंडे का जोर दिखा. Ala, na this time round mambo yameweza kuchamuka hapa ndani ya Muthingi TV. Mwanzo this time round action movies, Kihindi, series zote papa kwa hapa live in director ndani mwa Muthingi TV ni kila siku ya Monday. It's a wasteland. Tuesday. And now, I am the man who's going to break your family. Wednesday. Na kila siku ya Thursday papa kwa hapa live in director nikikuletea zile movie brand new na ambazo dogo brother mpenzi mtazamaji utaweza kupenda. Metameta, keep the timer, ni kila siku mwendo wa saa 4 nyakati za usiku Monday to Thursday papa kwa hapa ndani ya Muthingi TV na ukikosa baba na kuambia utakosa makuu. Muthingi nĩ hĩndĩ tũrawamba no na tũkĩwambaga ndĩ haha gwĩkĩra ũira atĩ mũthingi ũrĩa tũramba wĩhandĩte ka ta ihiga rĩa nyaigĩ. Nyitanagĩra naniĩ Mũthoni wa Wambũgũ thĩinĩ wa tabarĩra ya igagũrĩro gũkũ kwa Muthingi TV kĩhumo gĩa gũtherema. Ngefidine muremi muramati. Ugakoragwo nani niguo kufundithia maingi. Uhoro wa uremi wa irio urio kuiga ng'ombe na ngũkũ na nyamu ciaku wega, urio kuhota kunyitanithia technology niguo wote kuona indo igũgũteithia uthie na mbere na uremi ukurehere mbeca. Tugie na mwago twikenere tugithomaga na mundu gũtũma Njoroge gatundu ni undu gibindi kiretwo ki muremi muramati. Murarari wa Muthingi TV anetwa icokereria arikereka ria keri ria Metameta cia Mathako na toria gwikoretwo ndaikwira gwikorwo na ageni guko studio twikorwo tukiaria uhoro wigie ngaragano guko bururi-ini na nja wa bururi kuona ati bitika ni tanyetwo guthakwo na kwina bitika ciake urata igithakwo na tutagutema rigu riu agukorwo gikuonia athekana hihi ageni akwa maikorwo makijintroduce kana maikorwo makigeithania na ntukorwo tugicenjia ruthiomi neria nderaspianga na cionge no tukorwo tukime understand no riu ntukorwo tugicenjia ruthiomi nigetha tukorwo tukimenya ageni aitu safiri poa. Alora venye umechangamkia kamera bwana uko ready
Basi. The camera is yours. Yeah. The floor is yours. Yeah. Kwanza nashukuru sana Wambui kwa kuniita hapa katika runinga ya Muthingi TV. Ndio tuweze kudadisi mambo ya sporti na soka hapa duniani. Yaani duniani tunaangalia kama ni Kenya, Uganda ama tunaangalia kila mahali. Hata European huko ngambo tunaangalia zote. Tunaangalia tunaangalia kuna mpira ambao inaendelea ya World Cup ambao ni ya akina dada. Tunaangalia zote. Tunaangalia bado sporti kwa ujumla. Sasa una support timu gani? Kwa hiyo World Cup sasa mimi na support Afrika. Mahali Afrika wanaenda, mimi naenda hapo. Okay. Unajua sasa inakuwa ni loyal African. Unajua kama ni sport unajua unaenda mahali kuna Waafrika. Okay. Yeah. Aya, mwenzetu. Jina nini? Mimi sijajiintroduce kwanza. Oh, okay. Kwa majina naitwa Boniface Mukala. Mimi ni mwanahabari na vile vile mimi ni mdadisi wa soka. Yeah. Kwa majina ni Chege Mark, sports analyst, sports fanatic, na having me in the show. It's okay. Tunaanza sasa kwanza tuna set ground na tujue tunapigania wapi. Okay. Wa support timu gani World Cup? World Cup. Okay. Ngozi na support Africa, but sports wise na support USA. Okay. Yeah. Mimi kwangu hakuna timu ya Africa. I'm so sorry. I'm African and Africa is my business, but I'm supporting Rwanda. I support jeans. Kianzia jana kule Monaco. Phil Kipyegon did that thing. Good. Yeah. 1 mile record. Yeah, true. Yani in less than 2 months Kipyegon amekuwa na record 3. Yeah, true. 3. How is this happening? Ule mwanadada ukiangalia mahali anafanya zoezi. Yaani kuna ile motisha ambayo anapata mahali anafanya zoezi. Maana ukiangalia ile finish yake ni kama alikuwa anaanza. Mimi nilikuwa naangalia hiyo riadha. Lakini vile alianza ndivyo alianza kumaliza. Ule mwanadada yani akona ile motisha ya kukimbia. Na ukiangalia ile motion yake yenye alianza nayo, alimaliza nayo. Inamaanisha nini? Ule mwanadada akona ile passion ya sporti na akona passion ya kukimbia. Sana. Yeye atavunja rekodi mingi sana. In 2 months bado tuliona aliweza kufanya ile mambo huko na bado sasa jana ilikuwa zaidi. Yaani nilisherekea sana mimi kama Mkenya. Mzalendo nilisherekea sana. Maana Goni alifanya jambo yenye kila Mkenya alifurahia. Ukiangalia Wakenya walikuwa na huzuni sana lakini kila Mkenya aliweza kubadili kila fikra akaenda kumsherekea nani? Kipyegon. Na mimi namtamani sana. Ukiangalia pace setters akina na Nyondo nilimuona pale na ule I think ni Britain ule mwenye alikuwa kwanza kabisa alikuwa Britain. Yeah. Do you feel like walichokesha Kipyegon? Jo ukiangalia hao walimpeleka na venye walimwacha as in it means but yeah, faith ni a professional ability. She knows what she's doing. This day the like a hat-trick of trebles ameshinda pale Monaco, ameshinda this the third one. So in football terms straight a hat-trick. So nikiangalia Faith is a super professional. So alikuwa anajua kile anafanya. Sit pace. Tuliona vile ni kama ameanza like she bolted to that finish line. So yeah, and pia ningesema like the take away from this as in Kenya, federations zinafaa kufuatilia because we have a lot of talent in Kenya. Faith may represent a lot of people with talent in here. So ningependelea sana federations ziweze kufuatilia hao wachezaji, these athletes wainue wafike kile kiwango cha prosper that is. Na size, do you feel like ground size in your Faith? As in, do you feel like there's a time atakuja flop kama anaitwa nani Kipchoge? Do you feel like ground aina tu venye yako ama apunguza kidogo tu? Faith anataka tu ile motisha na ile support tu. Ukiangalia ile naturally yani. Ukiangalia naturally na physically Faith ako strong. Ako kabisa yani anawezana na kila kitu. Sasa anataka tu ile support akwe tu kama ni mahali na safiri, kama ni Monaco, kama naenda kama ni USA, yani anapata tu ile support kabisa yani. Hakuna delay. Tuliangalia mchezaji kama Manyo alikuwa anacheza anakimbia huko USA. Aliweza kufika kama wakati umeenda sana. No? Ni mbali sana na masaa mingi sana. So tunataka tu Faith akwe tu na ile support.
kama ni kufika ni mahali anakimbia afika on time. Hiyo tu. Akipewa tu hiyo ataweza kunawiri sana katika ukimbizi wake. Umesema federation ifuatilie sana kuhusu wachezaji because they are our players. Ili these athletes wasi change nationalities because we have seen a lot of them change nationalities just because the pay iko less huko na maybe the federation haifuatilie vizuri. So ningependelea sana federation iangalie sana athletes in general. Fedha ameanza tumeona pia the president ameweza kumsupport. Aliweza kumsupport, so the support is needed for this athletes wafike kile kiwango cha kupata athletes. Omanyala na Tebego. Do you feel like Omanyala is the next Bolt? Ama anatushtua tu? Atufeel tumefika hapa. Tushafika already. Tushafika, unajua mimi mwenyewe nikiangalia Omanyala naona tu bingwa. Nikimwangalia tu najua tu kuna bingwa fulani ambaye anakimbia. Maana ukiangalia vile anaanzanga anakuanga keen na kuna ile power. Akianza tu hivi unajua yenyewe huyu anaenda kushinda tu hivi. But do you feel like anatupianga yako sawa? Kesho hana ile push ya kumalizia. Naweza sema tu Omanyala tu tuseme tu ni zile stress zinaingilia tu mwanaume. Lakini yeye kwa athlete kukimbia tu yenyewe Omanyala yeye hapo sawa. Sasa anataka stress za wanaume kwa uwanja. Si unajua sisi kama binadamu lazima tukue tunapata zile matatizo za kimwanaume. Hizo familia inaweza kuwa imeingilia na unajua familia ikiingilia unaweza pata umepata vitu haziendi vile unakubalia. Lakini ukifika tu wakati uko na ile emotional yako iko strong, yani kila kitu psychology yako iko strong na unaenda kukimbia. Yenyewe ndio unaona kama jana vile aliweza kuwazilisha nchi yetu ya Kenya. Na sasa do you feel like sisi like African continent tumechukua the 100 meters. Angalia Tebogo from Botswana. That guy is doing so well and he's so young. Sasa the fastest man Omanyala ameanza kujua ini ya kwanza kushika. Do you feel like African we are taking this thing? I think watu umechukua nilikuwa nafikiria because 3 years ago 100 meters ungefikiria an African angekuwa kwa podium later alone and kushinda. But now we are seeing 1-2 scoop in 1-2. So I think this is the next step for African countries as a whole. Omanyala itakuwa like the debate between Messi and Ronaldo. Itakuwa Tobago na Omanyala because what I saw from this race, you know, the two are very powerful. Ilikuwa very close. Ulimachana like one second, a second. So yeah, I think Africa it's our time to shine in the 100 meters. Tunanawiri sana. Hata kama tunawiri kwa sporti, kwa soka, tunawiri kwa athleti. Yani tushachukua hii uwanja sasa. Wacha sasa tunawiri. Maana ukiangalia kwa soka tunaangusha sana bara letu la Afrika. Ukiangalia kama sisi wa Kenya Africa hapo ukweli ni kwamba hata tukiangalia tunaweza. Maana ile kundi tumewekwa ni kundi ambao iko na wale sasa kama hatuna nawiri sisi ndio wale weakest yani. Lakini si tumesema World Cup. Hata kama hatuta nawiri lakini sasa kwa athletic kukimbia wanatutambua sisi kama bara la Afrika. Lakini umesema kuhusu hiyo group tumewekwa na sasa tunasema sisi hatuangalia hapa. Si ni World Cup na tuna host hapa huko Kenya. Unajua group yenye tumewekwa. Sasa nikurudishe tu hapo. Group yenye tumewekwa iko na Ivory Coast. Yani ukiangalia Ivory Coast wale wachezaji wanacheza pale ni wa tajriba yale ya juu. Kuna wachezaji kama akina Wilfred Zaha. Yani tu mchezaji mwene ukiona tu kama ni defender ukiona Zaha yani anakuwa anamwomba jezi kwanza hata before aanze game. Yani anashtua tu anasema tu acha nione kama ni Matasi ni goalkeeper anajua vizuri nikifunge at least nilikuwa najua nilifungwa na mchezaji wa Ivory Coast. Lakini tuliweza kuona kombe la Afrika pale tuliona hapa kwa 2019 aliweza kushika ile penalty ya nani? Sadio Mane. Yani ile ilimpea tu ile pride, yani anajua tu Matasi nishapata penalty ya. But the thing about back to the federation,
au players wana support. You know, as much as tunataka wafike kile kiwango cha kucheza ni Africa Cup of Nations, waweze compete pia World Cup. Federation inaangusha a lot of these footballers because the pay bado wanateta saizi. Ukiangalia hii kesi iko saizi ya kina Gor Mahia and the players wenye walikataa kulipwa. Gor Mahia imetolewa kwa CAF, but I saw that that was a rumor. Yeah, on hizo allegations. So kama kuna allegations, there's at least some smoke behind it. Kuna some story behind it. So history ya federation, kama kuna shida na federation, should support the players both in terms of kicheza mpira na kulipia their logistics part of it. There's a question I always ask. Was Ababu na Mwamba the best candidate for this ministry? Nikiangalia I think he was, because from way back from 2013 nikiangalia if kulikuwa na mtu qualified enough kufika kama kuweza kusupport sports in our country, I think he was the best kwa ile list ilikuwa, ama kwa ile list yenye tuko nayo kwa kichwa, because I really thought angekuja kusaidia sports in general in this country. But of course kuna zile mashida pia ziko hapa pale. He needs support for one. So yeah, I think kwa ile list kidogo demia kwa upande wake. Upande wangu kusema kweli, rais hapo wakati alikuwa anachagua wale mawaziri, angefanya ile inaitwa kama ni mchezaji alishaifanya katika eneo fulani, ama ni mchezaji alishakimbia mahali fulani, anaiko pale. Tukiangalia vizuri, tuko na wachezaji wengi ambao walishaicheza, tuko na wachezaji wengi ambao washakimbia, tuko na watu wengi ambao wamenawiri sana katika sporti, soka na vile vile ukimbizi. Pale kusema kweli, rais pale angeka mtu ambaye amekuwa kwa uwanja, amekimbia ama amecheza soka. Kuna wachezaji kama David Dekuta Rudisha. Kuna watu wengi kama McDonald Mariga. Yani wale watu ambao wanajua hali ya mchezo, wanaelewa kila kitu. Na mtu amekuwa kwa uwanja, ameenda hata bara za Ulaya, amekimbia, amecheza. Yani akiwa pale atakuwa anajua nini? Anajua hii shirikisho linataka kuwa hivi, nataka kuwa hivi. Hapa kuna ups and down. Tunafaa turekebisha. Lakini rais akamweka Ababu na Mwamba. Kusema kweli, mimi sikukubalia kama angeingia pale. Angeka mchezaji ambaye achaicheza kama McDonald Mariga. Mfano tunapeana mfano. Ama aike Dekuta Rudisha. Ama mchezaji angalie kama mtu ambaye ashakuwa kocha wa timu fulani, ama ni Harambee Stars, kikosi cha Harambee Stars. Yani wale watu wanaelewa nini mchezo, angekuwa pale angeweza kunawiri. Maana hii ni shirikisho ambao liko na a lot of challenges, na nataka mtu ambaye anaelewa huku ndani kutoka chini hadi juu. Yani wale wachezaji huko chini, ukiangalia remote areas kuna a lot of talents. Yani ni mtu ambaye anajua hapa nilikuwa na challenges fulani. Before nifike nicheze kama ni McDonald Mariga, before nicheze Inter Milan, nilikuwa nimepata shida fulani kuanzia hapa hadi hapa. But for me, I think Ababu angepewa support ya players, because he knows the part of it, of the work. Players wamekuwa kwa kiwanja, so they know zile shida zina affect players. So I think angesupport pia na wama players, maybe Mariga wangepewa roles in this ministry. But do you feel there's information no one wants to talk about it? Group yenye ilikuwa imechaguliwa, sijui ilikuwa inajiita Talanta Hela, walikuwa wanajiita nini? Hawa walikuwa wamechaguliwa kina Churchill, kina Wambui. But do you feel like that was the best creative nini we could have? According to me, no. Because sijui, unajua siwezi ingilia mambo ya serikali. Siwezi ingilia mambo na vile serikali ilifanya vile. Lakini kama ni ministry ambayo inataka a lot of activity, ni sports ministry. Sports ministry inataka a lot of sense, because pale chini tuko na wale vijana wako na talanta mingi ambao hawajulikani. Na hapa hivi tukiangalia bado na hizi social media, talanta mingi ambazo zinachipuka. Na ukiangalia watu wengine, yani mtu akishakuwa tu na ile public figure, ashapata ile public figure, yani anachukuliwa
kama asimamie tu ministry fulani, asimamie tu eneo fulani, lakini ukiangalia kuna wale watu ambao wanafaa kuingia katika eneo fulani ambapo watakuwa wanajua vizuri tumeingia hapa tuweze kusaidia wananchi, tuweze kusaidia vijana ambao wanachipuka. Yani pale tu katika hiyo board ambayo ilikuwa imechaguliwa, mimi najua vizuri kuna mtu mmoja pale najua vizuri ule akiingia pale atafanya kazi. Na namtambua vizuri anaitwa Kaladul. Yeah, maana anakuanga kwa level yake. Naonanga vizuri vile ana support hata talanta. Ukiangalia yako kwa golf, ukiangalia yako kwa sports, ukiangalia yako kwa yani kila mchezo utampata tu mahali pale. Lakini ukiingia mahali kwingine unaona mtu tu ashapata tu public figure, ashaingia mahali fulani, ashaanza kuwa tu yani tuseme tu TikTok yani. Ashaingia kwa ministry. Yeah, kuna shida. Yeah. But I think the idea was right. Kidogo the execution ndio ilikuwa wanting, hata tunasema ilikuwa wanting. Do you feel like hiyo ku scrap at once? Do you feel like it make the ministry kama iko serious? I think kulikuwa na a lot of stories behind this talanta hela. Stai kuenda much into it because bado haiko proven na stai kutafutwa. So kulikuwa na a lot of stories behind it. So I think the idea was right. Execution part of it ndo kidogo walikosea wenyewe, but yeah, if such ideas zingekuwa zinabuniwa na zikuwa zina-implementiwa in such a way that tunaweza fuatilia, then I think it's the right way for the country, but idea kidogo tu itengenezwe tu kidogo. Yeah. mtu mchapakazi mwenye ngumi ya tanga sugunya madonga Kenya na mtu anaitwa Daniel Wanyonyi. Ni style Wanyonyi anatuangusha ama itakuwaje? Sema kweli Mdonga mtukazi. Yenyewe ule ni mtukazi. Kuangalia vizuri Madonga mtukazi, mimi nimeona vile alikuwa anafanya pale KCC, vile aliwakilishi nchi yake Tanzania. Si eti mimi nakuwa tu naegemea mali kwingine na acha kwingine. Lakini ukilinganisha Wanyonyi na Madonga, bado Madonga hayatamshinda. Wanyonyi si amesema amechapa tizi kutosha. Amechapa tizi, lakini ukiangalia Madonga mtukazi. Mimi kikwangu sijui mbona ni instinct yangu inaniambia, lakini namwaminia sana. Lakini do you feel like Madonga anapiganga tu Wanyonyi? Wanyonyi anaogopanga tu ile psyche ya nani? Wanyonyi kitu anataka tu akuwe na ni ile tu kujituma. Anjitume kama ameingia kwa uwanja na Madonga, anjitume. Asikuwe utajituma aje na unaona ule ni jibu unajituma. Jitume, unajua hata kwa Biblia uliweza kuona Goliathi, Goliathi aliweza kuuliwa na nani? Na David. Na David alikuwa tu mtoto mdogo. Hata wewe Madonga unaweza uliwa na unaweza fanywa kitu na Wanyonyi. Sasa ukiingia pale kwa uwanja kama wewe ni Wanyonyi, jitume. Jitume. Madonga ni yeye Goliath. Sasa Madonga sasa ni Goliath. Wanyonyi sasa ni Daudi. Ukiangalia pale Wanyonyi aingie pale akiwa amejituma. Usiingie pale atakuwa na mchezo utasema mtu ni mkubwa hata anaweza nipiga nini. Ingia pale ukiwa umejituma. Kuwa tu na ile nguvu, ujue tu na ile spirit ya win. Nimeingia hapa nikuje kushinda huu mchezo. Sitaki kujua ati ni Madonga mtukazi wa Tanzania. Mimi ni Mkenya naitwa Wanyonyi na nakuja kushindana na Wanyonyi na Madonga. Nimekuja nini? Ushindi. Hivyo ndio nataka kufanya. Hiyo match itakuwa pale Sarit Center. Watu wa book tickets by the way. Watu wa book tickets pale Sarit Center uko ni Westlands. Kaangalia Wanyonyi na Madonga mtukazi. But Kenya napenda about this sport. Ni about kunakuwa na underdog. Na underdog you can never rule out an underdog. So tunarutia mtu wetu kushinda kuweza kuchapa Madonga. Yeah, sure. Tunakuwa wazalendo wake. Tukitoka kwa boxing, nataka tuchambue vitu mingi sana. You know, so much has been happening. Rugby under 20. Kenya tuko group B. Tuko huko chini. Tuko wa mwisho. What is happening? Ukiangalia Shujaa tumetolewa tuzicheza World Rugby size ya tuzicheza June. Sasa lazima tungoje 2026 na turudi. What is happening to rugby in Kenya? I go back to the federation. Sorry to say, but I think the federation is really failing. Federations are Kenya in terms of sports fights. Wanna feel a lot of sports, rugby, football, badminton, a lot of sports. So for me kidogo federation pia appoint good coaches, good staff, na pia waweze kupata the players waweze kupata ile support, because now
it's like we are rebuilding now. It's a new phase. So I think the federation inafaa support rugby pia. Ni kweli. Federation sana katika rugby ni support tu. Maana ukiangalia sisi wa Kenya tulikuwa tunawawili sana katika mchezo wa rugby. Yaani tulikuwa tunawawili sana. Lakini tuliweza kuona wachezaji wengi wanakuja wanatokea tu katika mchezo wa rugby, maana tu hawapati ile support kama mchezaji amengojeka, kama mchezaji tu anataka tu support ya kifamilia. Yaani unapata tu mchezaji amewithdraw katika mchezo, maana hapati ile support. Ukiangalia kama sisi wa Kenya tunafaa tukuwe tunajua nini tunachukua mahali fulani. Maana tunajua sasa hizi tunanawiri sana katika mchezo wa kukimbia. Tunafaa tuweke ile nguvu wale bara za Ulaya wajue vizuri Afrika. Sana bara la Afrika, Kenya kuna wachezaji wanakimbia sana. Watakuja watu wengi sana wakuja wajue ni nini inafanyika wapi hapo Kenya. Ndio maana tunapata watu wengi wananawiri sana katika mchezo wa kukimbia. Watu wengi watakuja hapa nchi yetu ya Kenya wajue nini tunaendeleza. Maana tuko na ile support. Mchezaji akiingia kama ni kukimbia, kama ni rugby, mchezo kila kitu tuko nayo. Support ndio kitu ya maana sana katika mchezo. But tukiblame the federation and what? But do you feel like the players wenyewe wamefeel? Okay, you know Wambui. Nikukate kidogo. Ukiangalia wenye wanafaa kutusaidia wako pale TikTok wanasema done. Wakipika wanasema done. Do you feel like players alafu wana retire mapema na hawaachi kama wamementa watu wengine wenye watawa replace? For me, ni kuna there is a story behind that. But okay, ili players weze kufika ama player aweze kutakata kutengeneza ama kusupport his former teams. Lazima kuwe na mikakati, lazima kuwe na a clear path yenye unaona nikirudi hapa I will not be wasting my time. I go back to the federation because hakuna hizo mikakati. Hakuna, you're not guaranteed ukienda pale kucoach hizi teams kama utafaulu because you don't know kama ile federation itawapatia support. So I go back to the federation because how the root cause, how the main the main story ama the main help yenye unaweza saidia hizi teams, because federation ikiweza kuja hapo na isimame vizuri then the other pieces will fit in, but federation kidogo waweze kusupport hizi teams zetu, especially rugby's football. But sasa ukisema federation support rugby, what was the main fail ya Shujaa? Because ukiangalia there's a time Ababu aliingilia hiyo story ya Shujaa. Do you feel like what happened to Shujaa? Okay, for me, see, it's not one thing, but pieces na fit too in, because there are a lot of things that went wrong for Shujaas. Kocha alikosa the support first. Federation ilifika mahali ukaanza kusema okay, allegedly kuna story ambao watu walipwi, pia kuna logistics hazikui kama kits hivi hazifiki. You know, kuna hizi shida ndogo ndogo ambazo tunafaa kukabiliana nazo as a federation, because it's embarrassing because we were doing so much well in sevens. Saizi tumeweza kuwa relegated. So si picha poa yenye tunaonesha kama federation as a country, the way run sports in Kenya. Mathai, looking at under 20, I think they have all the support. They wamefanyia training karani, but bado hatuwezi toka group stage sasa hivi. Sisi ndio tumehost na sisi ndio tunakuja kulinua kwetu. Game kwanza walicheza na Samoa, wametandikwa. Wakacheza na Spain, walitandikwa. What is happening? Tumerudi chini sisi kama Wakenya katika mchezo. Yaani tumesharudi chini kabisa. Mchezo yetu, yani ile tajriba yetu imerudi chini. Hivyo ndio tunaweza sema. Maana ukiangalia vile tunacheza katika ni mchezo wa rugby, yani kama ni soka, tumerudi chini sana. Yani tunafaa tufanye juhudi sana tuinue mchezo wetu. And nini ili affect? Sana ni wachezaji wenyewe wachezaji wajitumi.
hawajitumi. Maana ukiangalia vile unacheza wengine hawajitumi. Sijui shida ni gani. Unajua sasa inataka ikue sasa kuna ile mawasiliano katika wachezaji na ile shirikisho la soka. Waweze kujua kama ni kuongea tunafanya ile internal communication. Tujue ni nini ina affect wachezaji. Kama kuna shida yoyote tujue tuwakilishe kwa shirikisho la soka. Na tukiwakilisha katika shirikisho la soka yenyewe rais ataingilia kati. Maana tumeshajua ni nini shida ambayo inasumbua wachezaji. Maana ukiangalia vile tunacheza yenyewe tumerudi chini. Tunanawiri sana katika kukimbia. Lakini ukiangalia tuliweza kucheza, kwa mfano tulicheza na Iran. Vile mimi niliona mpira vizuri, niliwatch vizuri 90 minutes. Nikaangalia vizuri, nikajua vizuri kuna shida mahali fulani ambayo inafaa itatuliwe. Ni ukweli. Tunafaa tuangalie ile communication. Yaani tuende internal communication. Tujue ni nini inaingilia wachezaji. Tujue ni shida gani. Kama ni mchezaji goalkeeper, kama ni Francis Kahata, kama ni Wycliffe Okumu, kama ni mchezaji huyo Olunga, tujue ni nini shida inamuaffect. Maana anacheza vizuri, anacheza vizuri. Lakini tukija katika mchezo wa Harambee Stars, tunaona kuna shida fulani. Internal communication inafaa ifanyike katika wachezaji. Yeah. But you feel like coming to football, tumetegemea sana wenye wanachezea nje. Tunasahau hizi grassroots careers. Tukianza na kocha Firat ameweza kuchagua, hata yeye mwenyewe akichagua anachaguaga players ambao wanachezea overseas. Amekuwa na a lot of time ya kuchagua kwa assemble players wenye wanachezea locally, but hana ile, nitasemaje, hana ile, okay, blame kidogo because he's not selecting from here, but pia yeye hasapoti na federation, you see. So kuna story umesema about the players wanakosa kucheza vizuri. Unafaa kufuatilia because if a player, mimi kama mchezaji nachezea my national team, nikikosa kucheza vizuri, lazima kuna na stories behind this, either federation ililipi ama kuna story niko nazo ambayo sisi pata usaidizi na federation. So for me, I think, okay, I'm not blaming the federation entirely, but they should assemble the federation, wange na wachezaji wakae chini waweze kutatua hizi mashida. Yeah. Vile ukiangalia coach bado na blame coach, maana anaangalia sana wachezaji ambao wanacheza bara la Ulaya ama wananawiri sana katika FKF. Ukiangalia vizuri kama mchezaji anacheza Gor Mahia, maana sana niliweza kuangalia mchezo tulikuwa tunaenda kucheza na Iran, kumwacha Benson Omala nje ni kitu ambayo, maana ukiangalia Omala ni mwenye ana vilabu za Simba, Yanga zinataka kumchukua, maana kila mechi ambayo anacheza Omala anafunga. Lakini tuliweza kuona katika hiyo mechi ya kwenda kucheza Iran aliweza kuacha nje, maana kocha aliangalia wachezaji ambao wanacheza wapi bara za Ulaya, akamwacha nani? Omala. Na hiyo ni kitu ambayo iliweza kumdunisha sana Omala. Yaani ana feel ni kama kwa sifai kuchezea nje yangu, sifai kuwakilisha nje yangu. Na hiyo ni kitu ambayo bado tunaenda kwa internal communication. Tuingie katika wachezaji. Tufanye internal communication. Tujue shida ni gani ambayo ina affect wachezaji. Na hiyo ndio itatuweza kufanya tujue ni ambayo tunafaa tutatue ndio tuweze kuwakilisha nchi yetu ya Kenya katika kila mchezo. Internal communication. Kuna swali nimekuwa nikiona kule kwa mitandao. There's a question about coaching, na tunaangalia sana coaches tunachukua wa majuu. Acha nikuita majuu. Ndio feel kama hapo tuna feel juu mtu amekuja kucoach Kenya, hajui mimi nacheza aje, hajaniona for some time, but tunaacha ule mtu amekuwa kiniona, mwenye amekuwa akiniambia wewe uchezi hivi, unafaa hivi. Don't feel like tuna fail, alafu tunawalipa pesa mingi and then tuna fail. At the end of it all, tuna fail because I think umesema ukweli, because we should look to a point from our own country, because ukiappoint from our own country, how coaches ndio wanajua wachezaji, mtu amechezea Thika, mtu amechezea Kakamega, mtu amechezea Shabana, Murang'a Seals, you know, how ndio coach ame going from here, he'll be able to identify these talents than compared to coach wa majuu. So I think we should look to appoint coaches from here. Yeah, sure. Tunafaa tufanye tu uchanguzi katika kama ni mechi, kama ni Harambee Stars. Tunafaa tujue ni nani tunachagua katika kuwakilisha kama coach wa Harambee Stars. Hatufai kuendea mtu kama tuendee kwa mfano kama ni
mchezaji ambaye alikuwa anachezea Chelsea, Manchester, alikuwa anachezea Italy. Maana alikuwa na ile tajriba tu, tumlete wapi? Hapa Kenya. Ajui shida ni gani ambayo mchezaji fulani anapitia. Na unajua nchi yetu ya Kenya, tunajua sisi kama Wakenya tuko third world country. Tunapitia shida mingi sana. Sio kama bara la Ulaya ambapo mchezaji tu akizaliwa tu mchezaji ashaingia kwa academy. Hata apitii masomo, ashaingia kwa academy, kazi yake tu ni kunasa ile talanta aweze kunawiri kabisa. So tunafaa tuweze kuangalia ni nani tunaweka pale katika kuwa kiongozi wa timu yetu ya Harambee Stars. Yeah. Omurarari wa TV guko na ikoro kigwa mawoni kana hihi wehigireru wegie ngaragano cia guko bururi-ini tuthira mbere kwaraniria kuma no Facebook ani Muthingi TV munakwa ni Wambui Njau no kuhinda riri twambe twikirie ni turacokereria twi barabara-ini tugitwikania ngongo na ngongo gutigirira we mwiroreri witu wa tabarira ya ikumbi ya umatho ni twakurehera utaukiru thiini wa biacara. Ino ni tabarira ya ikumbi ya umatho iria turi kurehagira muthenya wa gatatu kwambiriria thaa 2 kinyagia thaa 3 cia utuku guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema nani gikurehera ngetwo Muthoni wa Wambugu Nyarari. Muturire-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikio nie Njeri wa Mwanki tukite na tabarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe ni o Juma thaa 2 cia hwaini guko kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Hihi niwe nere maritwa ta your honor, acquittal, accused, conviction mahuthikaga. Niwe makinya magukinyukia niguo wone kihoto giaku kana kia mwana waku. Kihoto kia mwikwirwo ni kiriko na tungigikinyira atia. Tabarira-ini ya watho kigeri-ini tugakuhe kahinda ga kuria kiuria na gutuhe woni waku. Na nikio marathi makoragana na nikio marathie nginya makoraga ciana ici. Urihite nyumba ri wina freedom ya gwika mundu mothe to nyumba yo ni yaku nurihite. Nyitanagira nani you are lady wa itherero wa Njoroge thiini wa tabarira ya watho kigeri-ini tuthome na tuhige hamwe ici ciigie watho oro ndumwe na kihoto guko kwa Muthingi TV arikio kihumo gia gutherema. Mwiroreri wa Muthingi TV twacokereria ino ni Metameta cia Mathako aniria kwageteka Wambui wa Njau kana wanyendo kajita kairetu ka Mathako na ikerekarire turathie na mbere kwaria na genyitu oro wigi bitika guko bururi-ini ona nja wa bururi kuragethie na mbere kuigua maundu
maria twigwika na maria twagirire gukorwo atugika ana twana tigithiria ni tukwaragia uhoro wa guku na rĩu tutakoria marĩgu kana hihi atako is time tukorwo tugika ati tugikorwo tugicokereria kurio nigetha tukorwo tukirora uhoro wegie ngaragano cia nja wa bururi aningi twaregario ngiuga tugikorwo tukirora uhoro wegie jazzes temura ikorwo mukiruta andu a Arsenal die kwa ihinda rĩrĩ mukwĩhithako tondu yanyu niyo turamba kurora uria ikihana before tuingie kwa uko wa Joe nataka kwanza tuangalie kuhusu stadiums. Kumekuwa na a lot of fights about nani ata host. Gor Mahia juzi wameambiwa game zao wanachezea Tanzania. What is really happening? Who is failing? Sisi kama Wakenya tuna fail sana. Yaani tunaangusha sana. Wakenya tunaangusha sana. Sasa hatujengi stadium. Sasa si tunaanza kwa Wakenya. Unajua Wakenya kwa jumla tunaanza kwa viongozi. Wale wanafaa wajenge stadium. Kama ni Minister of Sports anafaa jue vizuri tunafaa tujenge uwanja fulani. Yaani sisi kama Wakenya tuko na uwanja gani tunaweza leta kama timu kama Chelsea. Tuseme kwa mfano Chelsea inaweza kuja icheze mpira wapi hapa Kenya? Siko Starani of course. Ama ulinzi is better off. Okay. Hapa sasa hiyo swali sasa inakupea ile ideology ya kujua kwamba tunafaa tuweze kuhakikisha kwamba viwanja zetu zimefika ile kiwango fulani. Ndio tuweze kuwa tunaweza host hizo Africa Cup of Nation ama tunaweza host big games. Yaani ukiangalia ile uwezo, ile capacity ambayo tunafaa tuweke wachezaji vizuri tukiweza kama ni Mashemeji Derby. Kama inacheza Kasarani. Unaona vizuri sisi wa Kenya tunajaza vizuri hiyo uwanja. Sembuse tuko na watu wengi sana wana fly kutoka bara zingine wakuje kuweza kuona ile mpira. Wataona wapi? So tunafaa tuangalie kama ni Minister of Sports wakiongozwa na rais aingilie kati aweze kujua kwamba Minister of Sports nafaa ni wape support fulani. Tunafaa tujenge kama ni Kasarani, kama ni Ulinzi Stars, kama ni Nyayo, tunafaa tufanye renovation. Yaani ile uwanja ikuwe tu standard. Maana wale watu wa FIFA wakikuja waangalie, unajua lazima wakuje waangalie. Kama ni AFCON, lazima wale watu wa FIFA wakuje waangalie. Kama ni AFCON inakuja kufanyika hapa Kenya. Uwanja zimefika vizuri, zinaweza kufanya ile mchezo wa AFCON. Lazima uweze kuhakikisha kwamba Kenya tumefanya ile juhudi tuhakikisha kwamba viwanja zetu zimefikia kiwango ambacho kinaweza kufanyika michezo. Kuna kitu watu waje understand. Wanaangalia Kasarani wanaona ni kubwa inabeba watu 60,000. Wakiangalia Nyayo inabeba watu 40,000. Wakiangalia uwanja kama Emirates iko na watu wachache hata kuliko Kasarani. 30,000. Sasa what are the standards that are needed? First of all, a decent sitting place. Just a decent sitting place. Yes. Drainage system lazima zikuwe. Medical you see kuna a lot of investments in a stadium. Sisi kama Kenya tunaweza cheza mpira usiku. Hatuwezi cheza mpira because hakuna lights. Kuna a lot of investment. Can we play games at night? No. Tunaangalia vizuri yuko UEFA Champions League inafanyika wapi? Tunafaa tuangalie vitu kama zile. Yaani tuweze kucope na ile standards. Tunasema vizuri wale wazungu wametucolonize. Lakini hawajatucolonize. They are giving us an examples because vile wanafanya vitu zao kidijitali. Ambapo sisi kama Wakenya tumeacha nyuma sana. Tuwaige, yani tuige wale wazungu. Maana wanafanya vitu zao kidijitali. Another thing kuhusu hii story, gava itasema tukienda kusema a lot of investment fanywe in the stadiums, government itasema hakuna pesa because kunahitajika a lot of money to invest in such a stadium. Kuna lights, kuna hizo vitu zote. So I think kuwekwa tu sheria na mikakati ambazo Ministry of Sports ikipatiwa pesa, Wakenya tunaweza fuatilia hii pesa ilitumika kufanya nini? Ilitumika kudevelop hii stadium, ilidevelop kama iko develop, what's the way forward? You see, hapa kuna mikakati na system ambazo sisi kama fanatics wa mpira huku nchini tunaweza fuatilia if such and such happened in Kenya. Yeah. Do you feel like kama Kasarani tukiamua renovate
The government will go broke. We found a very broke government. No, we do not need that expensive No, kuna zile things. sensitive ministries. Ndio vizuri. Sensitive ministries. Ziko. So sports is one of the sensitive ministries ambayo iko na uzito sana. Si rahisi kuweza kuhandle hiyo ministry ya sports. The sensitive ministries ni sports. Inafaa ikuwe na mtu ambaye anaelewa vizuri ni nini inaendelea katika hii ministry. And you feel like tulikimbilia kusema tutahost AFCON because ukiangalia kama Gor Mahia saizi hawezi chezea nini zao wanachezea Tanzania. Yeah, not ready. Kikwangu. Wao even ready ama tuliruka tu tukasema tutahost. Yeah, we're not ready. We're not ready. We just need tukiangalia bara la Afrika. Mimi naweza sema ukweli kama mtu mdadisi wa soka. Naweza kusema zuri zile nchi ambazo zinaweza kuhost AFCON. Tunaanza na Afrika Kusini iliweza kuhost World Cup 2010. Kama nchi inafikia kiwango cha kuhost kombe la dunia, naweza host hata AFCON. Maana kombe la dunia ni kombe ambalo liko na uzito sana. So sisi kama Kenya tunaweza fikia South Africa, Afrika Kusini. Na je, Afrika Kusini siko bara la Afrika na sisi Kenya si tuko bara la Afrika. So what do we need to do so that we can catch up with those developing countries? Because we as Kenya, we are in the third world country. So we need to upgrade ourselves. Yeah. A lot of investment. Yeah. We need, because so a lot of investment inafaa ingie kwa wapi? Those sensitive ministries. Kama Ministry of Sports, Agriculture, Ministry of Security. Yani maana kama ni watu wamekuja kuona mpira, AFCON imekuwa hosted wapi? Hapa Kenya. Kama ni watu wametoka South Africa, Zambia, Morocco, Cameroon, wanataka kuwe na ile usalama. Maana huwezi kuja mahali ambapo hakuna usalama. Lazima kukuwe na usalama wa hali ya juu. Ndio tuweze kujua kama ni watu wamekuja kuchezea hapa, wachezaji wa Zambia, wachezaji wa Nigeria. Huwezi leta mchezaji kama Victor Moses hapa Kenya na unajua vizuri hakuna usalama. Anafaa kuwa anajua kuna usalama. Ni mfano tu. So tukue tu na ile uzito fulani tunaweka katika zile ministry ambazo ziko na zinahitaji ile sensitivity. Yeah. But do you feel kama saizi Kasarani tukiamua kuirenovate, do you feel like bado hata tukiangalia tujenge Kasarani na Nyayo, do you feel like bado tutahost AFCON? Hatuwezi because hatuhitaji two fields, we need a variety of fields kufika ile mikakati ya kuweza kuhold such a big cup. So for now we should look to invest. Kama ni Kasarani, eka zile basics right. Kama ni Nyayo, eka basics right. Build other stadiums, renovate them, at least zikuwe standard. In such a case dinye hadi local teams zinaweza chezea a very good competition. Tunaweza like wanaweza shindana, Gor Mahia wanaweza shindana na FC Leopards. Kuna ile competition between these super teams, but for now we should look to invest in this into our own stadiums and also build stadiums ambazo zinaweza fika kati ya kuchezea such competitions. Mimi nasema hivi katika bani yangu. Moja kati ya Kasarani ama Ulinzi hapa ama Moi, Nyayo, tuifanye vizuri kuwe kama jirani yetu pale Samia pale Tanzania. Tufanye kama ni Kasarani ikuwe kama Benjamin Mkapa Stadium. Ikuwe tu hivyo. Tutaweza host kama ni AFCON. Yani one of the examples tunaangalia vizuri Benjamin Mkapa pale Tanzania. Super stadium yani. Yani tukifanya one of our stadiums ikuwe kama moja kama ile. Atwendi tuangalie Nigeria wapi. Tuiweke tu hapa katika nchi yetu jirani Tanzania. Tufanye Moi ama Nyayo ikuwe kama Benjamin Mkapa. Hapo tutakuwa tumeendelea zaidi. Yeah. So, tukiangalia tukitoka kwa stadium sasa. AFC Leopards wamefanya nini na Patrick? What happened? Juu wameamua wamlipe 3 million na ongezea 17 million. Federation ila okay, allegedly ataguzilia sana hii story because bado si ati imeantrap vizuri because I feel like bado kuna information ambayo tupei yote but I think pia okay, FC it's ni a good team. So kama management na board waweze kuweka vitu zao in private, kama ni kulipa staff lipa completely,
kusikuwa na such issues because hizi issues kusema tu kweli ni ndogo to such big teams. So yeah, board management tafadhali lipeni staff wenyu, lipeni players wenyu, then supportini teams zenyu at least hadi si kama wa Kenya tunaweza shangilia hizi teams. Yeah, because a lot of Kenyans wajui ama hawezi enda kwa stadium because unafikiri FC inacheza leo ama such ama teams kama Wambui you say. So we should look to management fuatilia hao wachezaji na staff. Support tu. Ukiangalia kama kila kitu hapa nje yetu Kenya inafaa tu ni support. Yani maana ukiangalia kama hii timu ambayo imechipuka Shabana. Shabana ina support. Mimi nimeweza kuona vizuri Shabana ina support. Na kuna nyingine inaitwa Muranga. Yani ukiangalia timu ambayo iko na support, hata mwenyewe unajiuliza hii timu imekuwa wapi? Yani maana imechipuka na support. Unaona vizuri yenyewe hii itasumbua sana. Yeah. Vile Kakamega Homeboyz iliweza kuingia katika Kenya Premier League. Uliona vile ilikusumbua. Maana ilikuwa na support. Wale wachezaji wako na ile support. Ukiangalia pale Kakamega wako na ile uwanja. Mugungo Stadium. Wale wanacheza. Yani wana ile support. Yani wachezaji wanajua vizuri tukicheza tuko na ile support ya management. Tunalipo vizuri, tunaenda kucheza vizuri. Yani wachezaji kuwa na ile na mafans wakiingia pale watajua vizuri tunaenda kusupport hizo timu yetu. Support ndio inakata across everything in our sports industry. So UFC mmesikia mlipe staff 17 million. Okay. So twende Ulaya. Benjamin Mendy. We all expected, okay, we didn't expect that atarudi tu pap. As in he has been through a lot. Yeah, true. But no one expected that atakuja akiwa ameenda. How future yake unaiona itakaje? Will he be back ama atakuwa tu hata? No. Benjamin Mendy atarudi kama vile alikuwa anacheza akiwa Manchester City. Maana ule mchezaji ni mchezaji ambaye amepitia a lot of things. Yani amepitia zile changamoto mingi sana. Ukiangalia vizuri mtu kama Mendy ni mchezaji alikuwa anacheza vizuri. Unajua alikuwa anacheza left back. Yani hataweza kucheza hivyo. Maana ako na ile depression. Ile kitu inamuaffect sana, itamsumbua sana ni ile depression. Maana ameharibu miaka ngapi? 2. Na miaka 2 kwa mchezaji ni mingi sana. Ile itamsumbua sana. Na ndio aweze ku regain ile stability yake alikuwa nayo akicheza Man City. Ukiangalia Mendy akicheza Man City, hakuna mtu alikuwa anapita pale. Akicheza pale anakuwekea vizuri. Ni kama support wa Man U mtapinga kidogo but anyway. Hapa sasa tuko ni neutral ground. Tuweka barriers. Unaona nini? Kuja sana. Ni neutral ground maana sisi tuna this soka. Mimi sio wa Manchester City ama Manchester Derby. Unaona? Mimi niko London. Lakini tukiangalia vizuri watu wanafaa sasa ukatwa na tuko blood. Why you supporting again? Man, the Blues, the Chelsea. I'm a big fan of Chelsea since 2009. So tunasema vizuri Mendy ako na ile depression. Hata akienda pale League 1, atakuwa na ile stability alikuwa anacheza Manchester City. Ata take time. Na unajua bado ni mchezaji mkongwe. Atakuwa na City alikuwa na miaka kidogo. Ni mchezaji ambaye mkongwe na ile miaka imeenda. So akienda pale yes, atakuwa tu na ile wazo ya kucheza, lakini bado atakuwa na ile stability. Ata regain instantly. But tunambaka because but every such a trial na kuimagine victorious with I'm comment tu sana, he was super strong. Yeah, he was strong. Maana kumaliza hiyo kesi aliuliza Mendy, there was a journalist alimuuliza pale, alimuuliza Mendy, so Mendy life in sports and gaming the next few years, coming years. That guy just responded by alhamdulillah. Why? Mtu amepitia mambo mengi sana. Anasema nani? Mtu anaweza entertain nani? Mungu. Yeah. Do you feel like hiyo ni chance yake ya kurudi PL? I think ni njia kuna redemption pia because I think teams kama Crystal Palace, I believe team kama Crystal Palace because tumeona Crystal Palace imeweza kusign a lot of actually quote black players. So I think there is a redemption part of him kurudi kwa kuchezea EPL but for now kuna ni kubuild momentum, kurudisha career yake. You never know. Yeah, na Pep Guardiola naye alifanya kitu mbaya sana. Ange terminate ile contract yake. Sidhani ilikuwa part because of Pep Guardiola. Pia naweza sema pia body iliingilia kati because as a coach you only have much to say
but pia kazi pia board ndio iliweza kuterminate ile contracts. Sana stagemea zaidi ya Pep because ni kweli like coach at the end of the day coach ni anakuanga na uamuzi kubwa sana kaka. Okay. Ukiangalia but an example kama hii story ya Greenwood na Manchester United but si ati coach aliweza kuterminate ile contract. Manu ndio iliterminate ile the club itself ndio iliterminate contract yake. Yeah, but ukiangalia okay, not terminating but hold. So I think the board and the club has more power compared to the coach. So I think hii side ilikuwa the team but wakatumia coach kama njia ya kuterminate the contract. As we move from Mendy, we have only 4 minutes. Onana to United. How is that? Transition from Dave Saves to Onana. Super. I have only one problem with that. Okay. Maguire. Because Onana akangi for goal. But starter in United lineup. Okay. Yeah. Kusema kweli. It's a good. Kusema kweli mimi kama mdadisi wa soka pale klabu ya Manchester United iliweza kufanya mistake kubwa sana. Mimi ni Mwafrika nitasupport sana kumleta Onana, lakini ukiangalia Onana mahali alikuwa anacheza klabu ya Ajax, alikuwa anacheza bado anacheza Inter Milan. Onana ni goalkeeper mzuri sana. Anajua kupanga kikosi yake hapo nyuma. Mabeki wake anajua kupanga. Lakini hakuna mistake moja tu ya kutoka kwa post. Na EPL iko na a lot of talents ambao wanajua vizuri kumark keeper kwa wapi. Uliweza kuona vizuri Edson Cavani. Ilikuwa last season. Aliweza kufunga mpira kutoka katikati ya uwanja. Maana kipa alikuwa ametoka. Edson Cavani alifunga hiyo mbao maana kipa alikuwa ametoka. So ukileta mchezaji kama Onana katika EPL ataweza kutoka kwa goli. Mchezaji kama tunacheza na tuseme hata kama ni Sunderland atafungwa. Nasema vizuri kama anaingia Manchester United asithubutu kutoka katika post. Maana yake asitoke vile alamazoea kutoka katika Inter Milan, Ajax. Atulie tu kwa post yake. Kipa ni mzuri, sijakataa. Lakini yeye kutoka EPL atafungwa. Mzuri Champions League ni yetu. Anyway, tuna sign out sasa tumalizie. Okay, I accept. Manchester United. Okay. So but kumalizia point yake. The coach ndio aliweza kusign Onana. Coach anajua the strengths of Onana because coach from way back from Ajax. So he's the best goalkeeper for the best coach in the world. Yeah. Let me accept. Me accept by the. Unajua mimi niko neutral ground. Si tunaegemea mahali moja ama nyingine. Nime accept. Watu wa Chelsea wa accept to wasema neutral. Nyinyi tunafaa tupo time tu wana watu watandike vizuri. But anyway, tuseme tumalizie waambie mtazamaji the last words. So mimi ni Chege Mark, niko na YouTube channel Sports Center KE, Twitter Mark Weruri, Instagram Chege Mark. Huge support of Manchester United kama vile mmeona. Pia I'm a big fanatic of local teams, Shabana included, Moranga Seals. Can't wait to see Moranga in Shabana back in the league, especially Shabana. Yeah, it will be a super season for KPL. Yeah. Kwanza mimi nashukuru sana Wambui kwa kunialika katika kituo hiki cha runinga. Nashukuru sana tumeweza kudadisi hali ya mchezo hapa nchi yetu ya Kenya vile vile bara za Ulaya. So nasema vipi kama mdadisi wa soka, sisi kama wa Kenya pale chini, kama wewe kuna talanta pale chini, make sure umefanya kitu ndio watu wajue uko na talanta. Siku hizi kuna mitandao. Kama uko na social media yako pale, unajua vizuri. Unataka kurecruit bana. Unajua kuinua tu talanta. Wewe jua tu kama kuna talanta, ingia kwa mtandao pale, fanya shughuli pale watu wajue uko na talanta fulani. Kama unacheza watu wajue kama unacheza mchezo fulani, ndio uweze kuinuka, ndio unaweza ile talanta. Mimi naitwa Boniface Mukala, mimi ni mwanahabari, mdadisi wa soka na vile vile mtangazaji. Asante.
Ina ni njitikaga Wambui wa Njau kana wanyenda ukarisa kairitu ka Mathako that sport girl na makorwo mari mathaa mere mathaka maukorano kana maukorwo nawe we mwirorere ni thengio muno ni gutweterera tucemanie Juma yukite thie na mbere kwirorera tabarira iria cigiukite kuma guku kwa Muthingi TV na riu njokeria ngatho mundu ogwetwo mundu ogwetwo Mwerekeri wakwa ndirikania ritwa ni rirora. Mwerekeri wakwa gikorwo ikorwo kinjigua. Lesson mwerekeri wakwa ikorwo rikiora no ni ngatho muno na mundu kiri haria graphics mundu gwetwo Aizo. Ngudi mucokeria ngatho muno ni urutiri wanyu wa wira na njuge Ngai wa mwe na mwiroreri Ngai wa mwe akwe na kurathime nige muthenya wa Juma no tucemanie kiumia-ini gikumenyithia ciana cia atumia ciregarika tucemanie ni nditikaga Wambui wa Njau na turia tuikoragwo tukirikiriria Metameta cia Mathako hatuongei na ma ex Nitutite mawoni maku na nikio no twende kuigua mateta na mendekithia maku iguru ria tabarira citu. Araniria na ithuĩ kugerera namba ya WhatsApp ni 0776 847 247.